tunaenda kuangalia jinsi ya kuwekeza tokens kwenye liquidity pool, yani ndani ya shamba la ukwasi. Video iliyopita watu wengi hawakuelewa kwa sababu ilikuwa ni mwaka 2025. Sasa hii video ni 2026. Hatua ya kwanza, njoo kwanza ubadilishe Pi mainnet, tuje tuchague Pi testnet. Haya, baada ya hapo sasa utakuja kubonyeza hapa palipoandika tokens. Utakuja upagusa hivi. Baada ya hapo, hiyo sehemu yenyewe tunaenda kuwekeza tokeni zetu kwenye liquidity pool ni hapa. Hii ndio sehemu ya liquidity pool. Hapa ndio maana nimekuandikia more LP. LP ni kifupi cha neno liquidity pool. Baada ya hapo sasa unachagua tokeni ambayo unataka ukawekeze kwenye liquidity pool. Let's say mimi ngoja nichague hii IRA. Kwanza ngoja nibonyeze niangalie kwanza IRA moja inauzwaje, inauzwa Pi ngapi. Bei ya sokoni IRA moja inauzwa Pi 1.41 ndo bei ya IRA moja. Kwa baada hapo turudi tu nyuma. Yes. Sasa kwanza hakikisha hii IRA ambayo unaenda kuiwekeza au token unaenda kuiwekeza, hakikisha umekwisha inunua kwa Pi. Video zilizopita tayari walimu wamekwisha elekeza jinsi ya kununua hizi token kwa Pi. Ndio ile kuswap ile. Kuswap maana yake ni sawa sana neno change au badilisha. Kwa walimu wamekwisha elekeza jinsi ya kubadilisha Pi kuwa tokens. Yes. Haya, kwa sasa baada ya hapo utakuja sasa kubonyeza huku kwenye more LP. Maana yake tayari sasa hiyo token ya IRA unayo. Umesha swap Pi umeipata. Tunaenda sasa kuiwekeza. Haya, sasa hakikisha uwe na pairs zote mbili. Kwa mfano hapa tunaona kuna pairs tofauti. Hakikisha unazo. Mfano kama unachagua hii pair hii, hakikisha token ya IRA unayo na Pi unayo. Ndio. Haya, kwa sasa baada ya hapo sasa unakuja kubonyeza hii pair. Unabonyeza hivi. Haya, sasa tukijaribu kwanza kuangalia kwenye shamba letu la ukwasi, idadi ya token zilizopo IRA ziko si milioni 9 huko. Naona kuna kama milioni 9 ndo idadi ya tokeni za IRA zilizoko humu. Hafu kwenye hili shamba la ukwasi idadi za Pi ni hizi hapa, si milioni 13 ndo ambazo zipo kwenye shamba la ukwasi. Sasa na sisi tunaenda kuwekeza kwetu sasa ili na sisi tupate share, tupate faida. Unakuja kubonyeza hapa kwenye deposit. Unagusa hivi. Sasa kama nilivyosema hapa, maana yake inabidi hakikishe unazo zote mbili. Sawa, kwa mfano let's say mimi niko nataka niwekeze IRA 5. Nikiwekeza IRA 5 ni sawa sawa na Pi 7.022593. Yes. Kwa sababu tuliona kule IRA moja inauzwa kwa Pi 1.41. Yes. Haya, labda kijaribu tena kuweka labda hapa. Kijaribu labda kuweka labda Pi 8. Ukiwekeza sasa hii Pi 8 manake inabidi uwe na IRA 5.6. Yaani manake hapa inabidi uwe na token zote mbili, zote uwe nazo ndio unaweza kuwekeza kwenye liquidity pool. Yes. Haya, baada hapo sasa unakuja kubonyeza hapa kwenye deposit. Yes, kwa tusubirie, nishabonyeza deposit. Yes. Haya, sasa ukishabonyeza deposit utakuja kuconfirm. Utakuja kubonyeza hapa tu kwenye confirm hapa, tusubirie kidogo hapa. Yes, hapa wameniandikia deposit made. Yes, kwa hapo nagusa tu kwa juu hapa pembeni. Yes, mpaka sasa hivi tumekwisha fanikiwa kudeposit. Yes, tumewekeza IRA tunazo 5 na Pi tunazo 7 ndani ya liquidity pool. Yes, kwa hiyo ukitaka kuwithdraw maana unakuja hapa kwenye kuwithdraw. Yes, nadhani haina shida. Unaondoa tu. Yes, kwa hii ndio namna ya kuwekeza kwenye liquidity pool. Sasa hapa ngoja nifafanue kidogo. Unapokuwa umewekeza liquidity pool, faida yake ikoje? Faida yake ni kwamba watu watakapokuwa nakuja kuinunua hii token hii, kama nao umewekeza humu maana yake kwenye ile makato ambayo atakuwa nakatwa nao utakuwa unapewa gawio. Sasa hapa ngoja sasa nielezee kwa marefu na mapana. Haya, hapa tumeshamalizana hapa jinsi ya kudeposit. Tunarudi nyuma sasa tupate maelekezo mengine ya ziada. Haya, tunarudi nyuma. Ngoja nije niifungue hapa. Niifungue hii. Haya, angalia sasa hapa ndo naenda kuonyesha hapa namna inavyokuwa.
tuliona ila moja inauzwa pai 1.41. Sasa faida yake iko hivi, kama uwekeza kwenye liquidity pool, manake ikitokea hiyo token ikapanda bei kidogo, ile ongezeko unanufaika nalo, lakini pia unanufaika na ile makato ambayo watu wanakuwa wanakatwa pale wanapokuwa wanainunua hiyo token. Haya, sasa hasara yake sasa, kwa sababu kila biashara ina faida na hasara, hicho kitu tujue. Hasara yake iko hivi, ikitokea watu wakaiuza sana ile ila, wakaiuza sana ikashuka thamani, maana utajikuta kama uliwekeza hizo pai saba, utajikuta baadaye utakapo withdraw unaambulia tuseme pai 6 na point. Sijapata tunaelewana? Lakini ikitokea watu wakainunua sana hiyo token uliowekeza, maana kitapanda kidogo. Kwa hiyo utakapoenda kuiuza utakuta kuna kisalio kidogo kimeongezeka kwa sababu watu wameinunua sana. Yes, bila shaka hapa toka tumejua, bila shaka sasa hapa wote tumeona faida na hasara. Labda tu niwapongeze Pi Core Team kwa sababu ushukaji wa bei wa hizi token huku sio mkubwa sana. Yaani huku token hazishuki sana kiasi cha kukuumiza au kiasi cha kukusababishia msiba. Sio kama kule kwenye exchange, kama kule kwenye Binance. Unanunua Solana iko kwenye $200, baada ya miezi kadhaa kinashuka bei, unakuja kukiuza kwenye dola karibuni 77. Ina maana hapo umekula hasara ya dola nyingi kabisa, dola karibuni 100 na si 128. Huku maumivu kama hayo hapana, hayapo. Huku token ikishuka thamani ni kidogo sana kiasi kwamba haiwezi kukuumiza. Huku token zina limitation ya kushuka, yani zinakuwa zimewekewa limit kwamba inashuka sawa, lakini mwisho wake ni hapa. Basi sasa niishie hapo. Labda tu ngoja nifafanue hapa kwenye upande wa faida na hasara. Ikitokea watu wamenunua sana hii ila ambapo umewekeza, maana yake ila ulizonazo zitapungua, maana yake utakuwa na pai nyingi. Kwa hiyo utakuwa na ila chache ambazo zina thamani kubwa. Na ikitokea watu wakaziuza sana hizi ila, maana yake wamechomoa pai maana yake nyingi. Kwa sasa kitakacho kuja kutokea, maana yake utajikuta una ila nyingi lakini zenye thamani ndogo, yani zenye pai chache. Sawa? Kwa inakuwa kama hivyo. Lakini kama nilivyosema, huku hamna hasara kubwa, ni hasara kadogo. Kitokea mfano hizi tokeni za ila watu wameziuza kwa fujo sana, itashuka lakini haitoshuka sana, ni kidogo. Yes, kwa ni hivyo tu.